Maana Mungu aliobagua maskini akabagua na matajiri kwamba huyu nimpe na huyu nimnyime. Naam. Hapo Mungu apatie nao vipi? Bwana naitwa Wito, wengi mnanijua kwa jina la Wito. Kuna mwanangu hapa anajitambulisha mwenyewe. Privacy. Everything is privacy and privacy ni kila kitu. Yeah, haya anaheshimu sana misingi. Yeah. Bwana ninakwaje? Fresh. Kama kawaida. Kama kawaida. Nipe ya story mwanangu. Ujue brother, ndio kitu kimoja. Kitu kinaitwa social media, si ndio? Social media watu wengi wanatumia kwa njia ambayo wao wanaona wanaweza. Wengine wanatumia kwa sababu ya kunufaisha wao wapate riski, kutangaza biashara zao. Kuna wengine wana show kujifurahisha. Kama kuna jamaa fulani alisema kwamba wewe una post umevaa suit, kwa kila mtu anajua kwamba wewe maisha yako ni mazuri. Kumbe una fake. Sio vile. Okay, by the way, rather twende kwenye main point. Wewe ni mtu ambaye upo hapa, si ndio? Mimi niko kitambo hapa. Sio kitambo sana lakini miaka 1.5 nishaipiga sasa. Okay. Kuna vitu baadhi najua, sio unajua. So life unalionaje? Life unaendaje? Kwa mimi sasa ni maisha tu ya kawaida. Sio maisha ya kushangaza sana kwa beti ana tofauti sana. Ukiwa Bongo ukikosa michongo, ukija hapo ukapata mchongo, utaona kuna tofauti kwa sababu hapo una mchongo, kule hakuwa na mchongo. Kwa hiyo nadhani hata Bongo ukiwa na mchongo unaeleweka, ni life ile, hamna tofauti yote wale. Tofauti. Kwa hamna tofauti hapa na kwa mimi binafsi. Hapo hata Bongo kule nilikuwa sina gari, nilikuwa hapa sina gari sasa kile. Na mwaka zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Lakini bado. Kosa mafanikio ni kupata gari. Kwa mimi binafsi napenda mimi mafanikio. Yaani kwa mimi mafanikio yangu, wishes zako wewe gari. Sio gari tu litosha, lakini pia gari ni moja ya kitu ambacho natakia kiwepo. Unajua kwa mume wangu kama hapa. Yaani gari sio kitu cha kusema yaani sio cha kufikiria kwamba unauza kitu upate vipi. Ni kitu ambacho natakia kiwepo. Unajua kiwepo. Ni kama hela kodi, nitakia nisiwaze hela kodi, nisiwaze hela kuvaa. Yaani ni vitu ambavyo najua vipo na viwezi. Nitakia niwaze hela malengo makubwa. Unajua? Ni kwa magari haya. Luxury. Yaani viwepo tu kwa umri wangu. Unajua? Kigondu ya. Lekeza. Sasa unakuta tena na bado nahangaikia gari, nahangaikia kodi, nahangaikia nguo. Ni vitu ambavyo nitakia nahangaikia nikiwa na miaka 20. Kwa wewe hapa sasa, miaka 22 sawa, unaweza kuhangaikia hivyo vitu. Lakini sasa ukifikisha miaka 25, 26, unahangaikia bado hivyo vitu. Ninaona kama muda ushapita kuhangaikia hivyo vitu na sijapata. Hujapata. Yaamua. Kwa hiyo issue ni kutafuta maisha mazuri. Kwa maisha yapo tu. Maisha yapo. Unajua? Wewe unashaurije vijana? Si watafuta maisha mazuri? Mimi naona kwa namna kitu ambacho cha kwanza, ujue brother kuna kitu kimoja. Watu wanajisahau sana. Mimi bwana alhamdulillah nimeelewa kitu katika mazingira ya imani. Mazingira ya imani ikizungumzia kwamba sisi ni watu wa dini sana. Haimaanishi kwamba sisi ni watu ambao tuna wadhifa wa maswahaba ama watu ambao ni maulama wakubwa ama wanazuoni wakubwa, hapana. Ila kitu ambacho tunachokijisahau, kuna kitu kimoja. Watu muda mwingine wanamsahau mpaka na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anamsahau. Unakuta mtu kijana anapambana. Anapambana kabisa. Lakini dini zote mbili. Unamkuta mtu ni Muislamu, shekhe unaswali. Aswali. Shehe, wewe ni Mkristo. Je, Bible unajua? Unaomba kidogo mara moja. Unamkuta Mungu anaombwaje? Mungu anaomba kisema, unamkuta labda mtu anafanya mchongo yake, Mungu atasaidia bwana. Lakini ngoja, ile hata Mungu mwenyewe ameshaweka misingi yake. Ya kwamba wanadamu inabidi muishi vipi katika dunia yake, si ndio? Katika imani zote, mimi naona katika imani zote tunashabihiana vipengele. Kutoka kwenye madhambi mpaka na namna ya kusali watofautiana kidogo. Umeona? Kwa hiyo sasa unakuta labda leo uwe Mkristo, Muislamu, inakubidi tu wewe kwanza yaani Mungu ndo wa kwanza. Kwa hiyo inabidi ulie na Mungu. Yaani ukishana na Mungu ndo kila kitu umalize. Yaani kila kitu umalize. Kwa Mungu kisela tu unakuta labda tabless vipi mzee? Ila mimi kwa wanavyojua kwa nimeishi na washikaji wengi wengi misikitini au wengi kanisani, lakini never hivyo. Lakini washikaji hakuna mtu anaishi bila imani. Hakuna mtu anaishi tu ile kiolea kama kuku tu kaamka asubuhi katoka nje akaenda kula. Watu mwanangu wanasali sana.
wanaswali watu nakwambia. Sema ndio ile wewe kila mtu tamuona, yani sio kila mtu tamuona tata msikitini, lakini wengine naamini kwamba wasela kibao au ni kibao wanasa na wanaamini kwenye Mungu. Kwao ukiona mtu hajafanikiwa sio ishi kwamba hayuko karibu na Mungu. Yupo karibu na Mungu, sema ndio hivyo tu, bado maombi yake hajajibiwa. Ni sawa. Watu wengine kwenda msikitini pale wanaona muda kushangaa mtu kaajiriwa, bosi mwenyewe hataki uende, umeona? Bosi mwenyewe hivyo na hivyo vitu yeye hayupo. Kwa hiyo unakuta anazingatia kazi, lakini akipata kama muda kidogo ile asubuhi anaamka lazima swali. Umeona? Kwa mimi kwenye kusali bwana, watu tunasali sana, lakini kwenye swala kufanikiwa na kusali vitu vitu tofauti. Ni kweli, lakini ujue kuna ile namna unaweka imani ya kuamini kwamba mimi nimekosa kwa sababu Mungu mwenyewe ndo anipanga mimi kupata na kukosa. Japokuwa kuna mwanangu yeye issue. Yeye anasema Mungu hapangi chochote. Yaani wewe kwanza kuna vitu vya kujua. Mimi mwenyewe pia unajua kuna vitu vya kujua. Hebu njoo kwanza. Mzee. Hebu njoo kwanza mzee. Uwaga anasema vipi? Hakuna vitu vya kupanga. Unajua kuna vitu vya kupanga. Huyu mzee bwana nikimsikiliza anasema jamaa hebu njoo kwa sauti neno. Baba hapa nakupanga. Njoo. Bwana wazee vipi? Fresh man. Kijana hebu kaa hapo ulizo unachotaka kuuliza wewe. Bwana mimi kukaa hapa bila wasiwasi. Huyu jamaa anasema kwamba Mungu anapanga kila kitu. Kwa hiyo sasa kuna vitu vinatokea, je, Mungu kapanga ama ni wewe uzembe wako? Mimi naambia hapana, Mungu kapanga. Mungu anapanga kila kitu. Kwamba huyo Mungu mtoa rehema kubwa kubwa na mtoa rehema ndogo ndogo, si ndio? Kwa hiyo sasa ndo anakuwa anapanga kila kitu. Jamaa yeye waga anabishana. Kwa hiyo unataka ni kujibu kuhusu swala la kupanga kwamba inatakiwa kupanga na Mungu, si ndo maana yake anatumaanisha au kupanga na Mungu. Bana mimi naweza nikasema naamini. Kwa hiyo naamini. Yaani siamini kwa kusema Mungu anapanga hapana. Kwenye swala la utafutaji kama mfano wa pesa, naweza nikamwona unapanga wewe. Unapanga wewe. Unapangi Mungu. TV, nakupa mfano mdogo. Yaani hapo ulipo una miaka kama mfano kuanzia 23, si ndio? Una uwezo labda kumeki kwa siku kwa pesa ya Tanzania labda mfano kumeki kwa siku shilingi 5,000, si ndio? Wewe ile 5,000 unatumia kwenye matumizi ya hovyo. Yaani unaenda kuhonga kama vijana jinsi ulivyo, si ndio? Unampa mtu, yaani in shortcut ni kwamba pesa yako hauitulizi. Ambao pesa kwa mwaka ile ambayo umespend katika mwaka mzima ungekuja ukaangalia kwa mfano kama umewekeza sehemu fulani ingekuwa tarisha kwa ni nyingi. Sehemu yote sasa usitumie. Kwamba itakapokuwa nyingi utazalisha kitu kingine. Na ndio maana siku moja wakati niko katika pita zangu za mtandaoni nilimsikia bwana mmoja anaitwa Gwajima mchungaji. Katika Gwajima katika kitu ambacho nilichomkalili mimi alielezea vizuri sana nikampenda. Ni Mkristo yule bwana. Mimi ni Muislamu. Alisema hivi katika kuwatabiria neno la waumini wake, aliwaambia kwamba utajiri ni kupanga wewe, sio kupanga Mungu. Mungu usikiane na maombi. Gwajima alisema kuwa na maisha mazuri na kuwa na utajiri ni kupanga wewe. Kwa nini Gwajima hajamzungumzia Yesu? Kwamba Yesu atasaidia wewe upate pesa. Gwajima kati yeye mwenyewe pale alikuwa ni mshirika wa Yesu. Kwa nini hajasema Yesu atasaidia kwa jina la Bwana Yesu Kristo atakuletea pesa? Amesema kwamba utajiri ni kupanga wewe mwenyewe. Akasema kwani hakuna walio ni makafiri ambao ni wanatumia kila aina ya laana ya kukufuru lakini ndo matajiri. Ndo wana pesa. Si wana pesa. Ni Mungu awasaidia. Ni Mungu na wenyewe. Na wanakufuru na pesa na mzigo upo. Wewe utakalete tafuta mzigo kijana, tafuta mzigo. Mimi namuelewa. Ngoja kwa samani kidogo. Mimi namuelewa mshikaji ni kwamba Mwenyezi Mungu kwenye ishu ya kiroho ni Mwenyezi Mungu anakaa. Lakini kwenye swala la utafutaji wa pesa Mungu akaya. Mungu atakuepusha na matatizo ambayo utafanya nini? Usitumie ile pesa. Kwa hiyo unapokuwa huna matatizo na umepata pesa, ile pesa inatakiwa ili kwamba Mwenyezi Mungu kaniepusha na matatizo, nimepata hiki kidogo kwa juhudi zangu sasa pale hapo hivi. Nitakia nikitunze ili mwisho wa mwaka niwe na kikubwa. Sababu ukiona kipetiliza na kipeleka check tiger hapo ndo tatizo linakuwa.
umeshanipata hapo. Mimi nakuelewa. Umenipata Mimi vizuri. nakuelewa vizuri.